Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji wa kipindi chetu kizuri, tunapoenda kujibu maswali siku ya leo ya Ijumaa. Basi kabla ya kuanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe milele. Tunakushukuru kwa upendo wako, tunakushukuru kwa masomo haya tunapoendelea, tunakumbuka na unayetazama, tunakuombea upe usikivu na tuende sawa sawa. Niombi letu uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Haya, tumekuwa na somo linalosema Yoshua wa kweli, sio? Hapo ndio tunaposhindilia hatimaye. Lakini tulianza na kuanza kuelewa hii lugha ya mfano na halisia. Hii lugha umeielewa? Hivi inakusaidiaje kuelewa huduma ya Kristo, nafasi ya Kristo kama Yoshua wa kweli? Hii lugha ya ishara, hii lugha ya mfano ambayo tunaona hiyo ni katika hekalu, kumbe nayo ilikuwa ni mfano. Kumbe zile dhabihu ilikuwa ni mfano. Hatujapitia yote kwa undani, lakini somo lilikuwa linatupeleka kote huko. Matukio ya kutoka Israeli yenyewe, Sabato, hivi zinakusaidiaje kuelewa huduma ya Kristo? Huduma ya Kristo inasaidia kuelewa kwamba mifano hii inakusaidiaje kuelewa huduma ya Kristo? Okay. Inanisaidia kuelewa kwamba kwanza, jambo kwa kwanza, Mungu, huduma ya Kristo kwamba ni huduma ambayo inakamilishwa kwanza ndani ya Yesu Kristo. Lakini ukamilisho wake unaanzia anatuonyesha kwanza mwanzo kwamba kwa lugha nyingine niseme anarejea huku nyuma kwamba angalieni zamani ilikuwa lakini utimilifu wake ile iliyo njema zaidi hapa. Yaani kwa lugha nyingine kwa lugha nyingine inakupa hamu ya au unathamini zaidi baada ya kuonja ile divai ya zamani au kivuli, sasa unakutana na angavu yenyewe. Kwa hiyo una appreciate zaidi, unathamini zaidi. Mimi nachukua mfano wa Yoshua. Yoshua kama alivyopambana kuwafikisha wana wa Israeli katika ile nchi. Kumbe ni mfano tu namna Yesu naye ananibeba mpaka Yerusalemu mpya. Maisha ya ahadi yale niliyoahidiwa, Yesu ananibeba, ananifikisha. Kwa hiyo kumbe Yoshua imenionyesha tu kwamba kama alivyowapeleka wana wa Israeli akawafikisha kwenye nchi ya ahadi, Yesu ananifikisha katika ufalme wa milele. Amina. Nikimwangalia Yoshua anavyopeleka wapelelezi Yeriko, anavyopambana Ai pale, mji mmoja baada ya wale wafalme watano, tumejifunza hayo mengine. Ile vita kama halisia ile. halisia. Kufa na kupona ile. Afu wetu kumbe ni mfano. Sasa mimi nasema na hiyo anapozungumza katika Waefeso sura ya 6, vaeni silaha zote, kupambana kwetu si ya damu na nyama. Kwa hiyo nataka naanza ku appreciate kwamba kumbe pambano letu ndilo la sasa hivi ni la matokeo makubwa zaidi, la adui mbaya zaidi, ile ni cha mtoto. Ushindi ni hakika. Ana ushindi ni hakika. Haya. Sasa hii vita ya kiroho ambayo tunapambana nayo sasa hivi, inafananaje na ile vita ambayo Yoshua alikuwa anapambana nayo na Wakanaani? Inafananaje, inatofautianaje hapa? Sawa. Sasa hivi vita ambayo tunapambana nayo iko katika ulimwengu wa roho. Ile ya Yoshua ilikuwa wanapigana pia katika mwilini, lakini ufanano wake sasa, zote tunategemea na ahadi. Waliahidiwa na Mungu kwamba watafanyaje, wamechamiliki zile nchi, na kwa kweli wafanyaje, kwa neno lake na kwa kuamini wakazirithi ile nchi. Na sisi pia leo hii tunategemea ahadi kwenye pambano ile ambayo tuko nalo sasa hivi.
ili kuweza kufanyaje, kuirithi ile Yerusalemu. Kwa hiyo zote ahadi zake tukitegemea tunafaulu, lakini pia zote inahitaji ukomavu wa kufanyaje, wa kushikilia zile ahadi. Lakini utofauti wake ile ilikuwa katika kimwili. Ndio maana nasema sasa hivi vita vyetu sio juu ya damu na nini na nyama, bali katika dini, ulimwengu wa nini, wa roho, sio kwa chafu na nini. Kwa hiyo huo ndo mfanano na huo ndo. Kwa hiyo unataka uniambie sasa hivi tunaweza tukala na wazinzi, kwa sababu sio damu na nyama. Hii mambo sio ya damu na nyama. Tunaweza tukachangamana nao tu, tukala nao, tukafanya urafiki tu na watu wa dunia, kwa sababu swala ni mapepo. Swala ni ndio unamaanisha? Hapana. Ninachomaanisha hebu simuliza kitu kama kwanza, mbona unakuwa unatabasamu kwanza? Najua ulikuwa umaanishi, ulikuwa unachokoza tu hapo. Mimi nilichotaka kusema ni kwamba vita hivi vinafanana kwa ground au kwa namna moja, kwamba hivi vita vinapigwana kwa maelekezo. Sawa. Tumeambiwa vaeni silaha zenu, Panga wa Kristo, neno la Mungu. Neno la Mungu. Kule kiingia, anza hivi, fanya hivi, Mungu anawaelekeza. Kule walikuwa wanatumia hata jambia nini, huko walitumia kwa maelekezo ya Mungu. Walipoenda bila maelekezo ya Mungu, kumwacha Mungu, walishindwa. Walipoenda na maelekezo ya Mungu, walishinda. Ndivyo na sisi hapa tunaelekeza kufanana. Tofauti ni sasa pale walikuwa wanatumia yani kukutana nao hivi. Sijui kama naeleweka. Yaani wanaenda pale wanawakimbiza ana kwa ana, wanawakimbiza Haya, sema twende kwenye uhalisia watu wa Mungu. Unajua muda mdogo sana. Mwizi amekuja. Napambana naye vipi? Yuko ndani ya nyumba. Anataka abaki watoto wangu, achukue mali zangu na nini. Napambana naye vipi katika ulimwengu wa roho? Naingia kona hapo kufanya maombi, sawa. Kuna zaidi cha hapo ninachoweza, unaweza ukajihami. Hii mambo ya kusema hii vita ya kiroho ile ilikuwa ni ya kimwili, tofauti yake iko wapi hapa? Okay, hapa ninatakiwa nifanyaje? Nimwambie malaika wa Mungu John mshughulikie. Yaani Mungu amenipa mikono, nisitumie kwa jina la Yesu. Hapana. Unatumia. Mungu anaweza kuruhusu utumie basoni. Tunaposema vita vya katika hii kiroho ni tofauti na mwizi kuingia ndani. Vita vya kiroho ni ushindani kati ya imani na imani, giza na nuru. Hivi uzinzi uko kutu hewani kwenye mawazo tu, au hata watu kabisa wanakuja katika watu kabisa, na katika kupambana unaishia tu kwenye mawazo tu, au hata wakati mwingine kujiepusha kabisa, au unamwambia toka shetani wewe. Hairuhusiwi. Inaruhusiwa. Toa hukumu. Wewe tuendelee bwana. Lakini haya mapambano ni halisi, na mimi nasema ni haya ya sasa hivi ndio halisia. Sio tu yako hewani. Ndicho ambacho natamani. Sijazungumza kwamba watu watumie majambia hapa na nini, lakini tunasema tutumie neno la Mungu, ndio upanga wa roho. Kama umeelekezwa na Mungu tumia jambia, mimi siwezi kuingilia hapo. Tuendelee na linalofuata. Anasema sasa, si Yoshua ni mfano Yesu ndio Yoshua wa kweli. Haya, Yesu ametuingiza rahani, na Yerusalemu ni rahani, lakini tunapitia changamoto. Ulimwengu wenye mateso na changamoto zote hizo. Sasa hiyo Yerusalemu mpya inakupatiaje moyo sasa hivi unapopitia yote haya, hata kama haijakamilika uzoefu wetu? Tunasema sasa imesalia raha ya Sabato, sawa, tunaingia kwa imani sasa hivi, lakini sio ile yenyewe ile ambayo tunasubiria ile Yerusalemu. Ile ijayo inatuhamasishaje kuvumilia haya ambayo haijakamilika? Inatuhamasisha kwamba inatuhamasishaje kwamba
na narudia katika kitabu cha Warumi 5. Uvumilivu unatengeneza uthabiti wa moyo. Na uthabiti wa moyo unatengeneza nini? Character. Inatengenezea tabia. Kwamba wanasema unafurahia zaidi, okay, shida unayoipitia zaidi utaifurahia zaidi kwamba ikisha kuja ile safari ya kuirithi, ile safari ambayo umeenda nayo. Hasa ule ukamilifu wake ukitokea kwamba yale machungu, machozi yao yatafutwa. Kwa inatupatia hamu, furaha kwamba kule ninapoenda itakuwa ni kamili, haina vikwazo, haina shida, haina majonzi, ni ile yenyewe halisi. Kwa hiyo dhiki ninayopitia sasa hivi bandia, ni ya bandia, ni ya muda tu. Hivi unajua wakati mwingine unapopitia njaa unaona kama nitakufa kweli. Nakumbuka Esau anasema nipe hiyo bakuli nisije nikafanya, kumbe ni uongo. Lakini kumbe ahadi za Mungu ni halisia kuliko hata njaa yenyewe, kuliko hata upanga wenyewe. Nani wa kututenga na upendo wa Kristo? Kabla tujaondoka, hebu niambie kitu ambacho umebarikiwa katika Yoshua, mfano au Yoshua halisi wa kweli, ambacho ni sifa mojawapo ambayo nasema hii itanisaidia katika mapambano yangu. Hii nimependa katika Yoshua huyu, nami nataka nitembee naye. Kumbe Mungu hakutuachia ile bandia, alituletea kitu chema ili tuweze kukionja. Tumaini letu lizidi kuthibitishwa katika yeye kwamba anachoenda kutuandalia katika ile makao mapya ni kitu bora zaidi ambacho anatutaka leo hizi tukianza kufurahia sasa hivi, ili hali tunajua kabisa tunapoelekea safari yetu ni sehemu ambayo tuna uhakika nao na tutaidai na tutaingangania kwa uwezo wote na kwa imani, tumaini ambalo haliafikishi. Mimi Yoshua amenipa matumaini kwamba yote aliyokuwa anafanya kumbe ni mwanzo tu. Yule Yoshua mfano. Na amenisaidia kuja kumwelewa Yoshua halisi, kwamba mwisho wa siku ushindi ni wake. Wamepitia yote, mwisho wa siku wameshinda. Yoshua, asante sana. Mimi Yoshua siku ile amesimamisha jua, ndio mimi kwa kweli ananiacha. Hakuna mtu chini ya jua amewahi kuomba vitu kama hivyo. Mimi nasema kumbe bado sijaomba. Na Yesu Yoshua wa pili anasema hamjaomba bado, ombeni nanyi itakuwa. Kuna mengi ambayo yanaweza kutelemka sasa hivi mbele ya macho yetu, Bwana akayafanya kama tutakuwa na udiriki, uthubutu wa Yoshua. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili la leo. Yoshua wa kweli ambaye anatuacha tukiwa na tumaini la hakika kwa kuwa ametupigania mpaka mwisho. Basi tupe kutembea katika imani hii ya Yoshua, Yesu Kristo Bwana wetu, na kurithi ahadi zote ulizotupatia katika yeye. Mpaka somo lingine, tulinde, bariki na mwenzetu, shike mkono pale alipolegea, amani mjaze, nuru mwangazie, uweza mpatie sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amin. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, nafuta kipindi chetu hicho. Tunafika tamati somo la 10. Amen. Wiki ijayo tunaingia somo la 11. Somo la leo nilikuwa pamoja nami Arnold Rubinza. Nasema Kalindile. Nami Geoffrey Omondi. Somo la 11 linasema kuishi katika ile nchi. Amin. Karibu sana usikose.